Tunaweza kusema kwamba USAF iko tayari au jeshi la anga la Marekani liko tayari. Ukifuatilia vyombo mbalimbali vya habari na baadhi ya mitandao ya kijamii kutoka Mashariki ya Kati viliripoti siku ya jana tarehe 18 mwezi wa pili 2026 kuwa jeshi la Marekani limeweza kuondoka na baadhi ya ndege kule nchini Marekani kuelekea Mashariki ya Kati. Tunafahamu haya yanajiri wakati kuna mvutano mkali baina ya Marekani pamoja na Irani hapo Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinaripoti kwamba kulikuwa kuna ndege zaidi ya 48 za aina ya F-16S, lakini pia kulikuwa kuna ndege 12 aina ya F-22 Raptor, lakini pia kulikuwa kuna ndege ya F-35 zaidi ya ndege 35. Tunafahamu kwamba hizi ni baadhi ya ndege ambazo tunasema zinatumika sana na jeshi la anga la Marekani kwa ajili ya kuweza kufanya misheni zake nzito, lakini pia kulikuwa kuna ndege kwa ajili zaidi ya 40 kwa ajili ya kuweza kufanya support au kufanya refueling au kujaza mafuta kwa ndege nyingine ambazo zitakuwa ziko katika misheni mbalimbali huko. Haya yanajiri baada ya makubaliano ya kati ya Irani pamoja na Marekani kuweza kutamatika kule Geneva, Uswisi, lakini bila kufikia mafanikio makubwa. Kuna ndege hii hapo ambayo unaiona hapo ni Special Reconnaissance RC 135V kwa ajili ya kuweza kufanya uchunguzi maalum na kuweza kufeed live data pamoja na live data kwa majeshi ambayo yako ardhini. F-32 Raptor, moja ya ndege ambazo ni hatari kabisa ambazo zinaaminika na jeshi la Marekani, ni pamoja na hii ndege ambayo unaiona katika video yako hapo. Hii ni ndege ambayo imeprove beyond reasonable doubt, kwa maana kwamba ina uwezo mkubwa sana wa kudominate anga, na yeyote ambaye ana dominate anga katika vita za kisasa ndo ana uwezo mkubwa wa kuweza kushinda vita. Kwa nini Marekani anapeleka asset nyingi kiasi hiki pale Mashariki ya Kati? Ni kwa sababu anataka kuensure sustainability yake. Ikiwa vita itazuka kati yake na Iran, basi aweze kuweza kupigana na Iran na kuweza kumshinda, sio Iran kuweza kushinda Marekani. Hayuko tayari kufanya hivyo, na tunafahamu kwamba haya yanajiri, hizi asset zote zinaenda ikiwa tayari kuna military base huko Mashariki ya Kati za Marekani. Unajua Marekani ndio taifa ambalo lina military base nyingi zaidi Mashariki ya Kati kuliko eneo lingine lolote lile. Lakini pia yanajiri wakati kulikuwa kuna kauli mbalimbali ikiwemo ile ya Khamenei kwamba wana uwezo wa kuzamisha meli ya kubeba ndege ya Marekani kwa maana aircraft carrier. Tunatambua kwamba kule Middle East tayari kuna aircraft carrier ya USS Abraham Lincoln ambayo ina uwezo wa kubeba ndege zaidi ya 90, lakini pia kuna aircraft carrier nyingine ambayo ni kubwa zaidi duniani ya USS Gerald Ford inaelekea huko, na huenda itaweza kufika huko katika wiki 2 au 3 zijazo. Kwa hiyo nini kinapikwa huko Mashariki ya Kati? Vyanzo mbalimbali kutoka ndani ya Washington DC vinasema 90% kuna uwezekano kwamba vita kati ya Iran na Marekani havizuiliki. Benjamin Netanyahu pia amesikika akisema kwamba vita kati ya Marekani pamoja na Iran ni kama havizuiliki, lakini anatoa nafasi pia kwa njia za kidiplomasia kuweza kumaliza mgogoro uliopo kati ya Marekani pamoja na Iran. Kwa nini kitajiri baadaye ni kusubiri kuona kwa nini Marekani amepeleka hizi military assets nyingi pale Mashariki ya Kati. Je, ni kwa ajili ya kutisha au ni kweli vita inakuja? Tazame USS Abraham Lincoln, huyu hapa, meli kubwa kabisa ya kubeba ndege, lakini pia akifuatia na meli kubwa zaidi ya kijeshi duniani hii hapa ambayo ni USS Gerald Ford. Nini kitapata? Subiri tuone. I'm Free Boy. Thank you.